Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi. Lakini la pili, nitumie nafasi hii kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kusimama kwenye bunge lako tukufu kuchangia katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa tarehe 14 mwezi wa 11 2025. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Haikuwa kazi rahisi katika miaka yangu yote ambayo nimekuwa nikifanya siasa kufikia hatua hii ya kuingia kwenye bunge hili tukufu katika nchi yetu. Lakini la pili, nitumie nafasi hii kukishukuru sana chama changu chini ya mwenyekiti wake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunipa fursa ya kuwa mgombea na hatimaye kuwa mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tatu, nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa Chato Kaskazini ambao kwa heshima kubwa walinipigia kura za kutosha nikiongozwa na Mheshimiwa Rais aliyepata kura 98% katika uchaguzi katika jimbo letu la Chato Kaskazini, na mimi nikapata 97%. Nawashukuru sana wananchi wa Chato kwa kunipigia kura hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii ambayo sasa iko mbele yetu tunaijadili, karibia wabunge wote tumesimama aliyoyafanya kwa Watanzania wakiwemo Watanzania wa Chato Kaskazini. Tunapaswa tumpe nguvu na sapoti kubwa ya kuendelea kutumikia taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hotuba hii nimeisoma kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa mwisho. Nikaona Mheshimiwa Rais amezungumza katika maeneo makubwa 11. Lakini katika maeneo haya 11 mimi nitajikita tu katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni la kuonesha kwa nini wananchi wa Chato Kaskazini walitoa kura za kishindo kwa Mheshimiwa Rais. Cha kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Chato ilipofika kwamba imefika wakati wa kupiga kura, wananchi na wapiga kura wengi walijitokeza kumpigia rais kwa kazi njema na nzuri aliyoifanya kwa wananchi wa Chato. Ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, iko miradi mikubwa ya kimkakati ambayo ilianzishwa kule Chato. Lakini katika miaka minne ya utawala wa Mheshimiwa Rais, mambo yaliyofanywa ni makubwa sana. Kwanza, katika wilaya yetu ya Chato kulianzishwa ujenzi mkubwa wa hospitali ya kanda, ambayo hospitali ile wakati anachukua madaraka Mheshimiwa Rais Samia ilikuwa imefikia 40%. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, hospitali ile ilikuwa imekamilika kwa 100% na tayari ilikuwa inafanya kazi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa wananchi wa Chato. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anachukua nchi hii, Chato kama Chato tulikuwa na vituo vya afya 4. Lakini katika miaka 4 ya utawala wake Chato iliongezeka tukawa na vituo vya afya 11 ambao ni sawa na ongezeko la vituo 7 vya afya. Lakini haikuishia hapo tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Zahanati tulizokuwa nazo kwa kipindi kile, tulikuwa na zahanati 26 kwa wilaya nzima katika kata 23.
Lakini Mheshimiwa Rais katika miaka yake minne vituo vya zahanati zilitoka kuwa 26 mpaka 33, ambapo napo kuliongezeka zaidi ya zahanati 7 kwa wakati wa utawala wake. Lakini ukitoka ukienda kwenye elimu, hapa ndipo alipofanya maajabu yake hapa. Kwanza, vyumba vya madarasa tu vilivyojengwa katika kipindi cha miaka minne vilikuwa ni vyumba vya madarasa 340 kwa watoto wetu. Lakini pia matundu ya vyoo yalijengwa zaidi ya matundu 897. Nyumba za walimu katika shule ya msingi zilijengwa 11, lakini kwa sekondari zilijengwa nyumba za walimu zaidi ya 15. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa machache tu yale ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais kwa kipindi cha miaka minne, palikuwa na sababu kubwa ya kupiga kura na kupata 98% katika uchaguzi uliopita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokuwa napitia kitabu hiki cha hotuba, nilipofika ukurasa wa 12 nikakutana na kitu ambacho Mheshimiwa Rais ile falsafa yake aliyokuja nayo ya R4. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika falsafa ile ukiisoma moja baada ya nyingine zile R4, utagundua kwamba Mheshimiwa Rais alichokuwa anatamani kukifanya hapa ni kuleta usawa wa wananchi wake katika taifa hili. Cha kwanza, usawa ambao naweza nikauzungumzia wa kwanza ambao nimeuona, ameondoa matabaka kati ya kundi moja na kundi jingine. Huko nyuma, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepitia katika tawala mbalimbali, kulikuwa na matabaka ambayo yanaonekana ya wazi kwamba ukizaliwa kijijini na mwingine akazaliwa mjini ni lazima kuwe na utofauti mkubwa. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mama Samia alipochukua nchi yetu ameleta msawazisho mkubwa sana katika Tanzania yetu hii. Hapa kila mbunge aliyekuwa anasimama hapo na ikiwemo na mimi tunazungumzia swala ya madarasa aliyoyaweka kule vijijini. Leo ukienda madarasa yaliyowekwa vijijini, mtoto wa kijijini anayeingia darasani anasoma kwenye chumba kilicho sawasawa na chumba ambacho kimejengwa katika miji mingine katika nchi yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo utaona mama huyu amekuja na upendo mkubwa. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kwenye jamii yetu leo, ukiangalia katika bunge lako hili, tukija kuangalia asilimia karibia 50 kwa 50 ni vijana kwa wazee. Kwa hiyo wote wale vijana wameletwa katika bunge hili, lakini wamewekwa katika nafasi mbalimbali za kimamlaka za kutumikia taifa hili. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwatumikia Watanzania kwa namna ambayo anaifanya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niende kuangalia katika uundaji wa serikali ambayo ameiunda Mheshimiwa Rais. Ukiangalia katika baraza letu la mawaziri, kwa kweli mawaziri walioteuliwa katika kipindi hiki wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli Mama Samia amefanya kazi iliyotukuka, kwa sababu ni mawaziri wanaofanya kazi vizuri, tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kusema pamoja na Wanachato kutengenezewa haya mambo ambayo nimeyasema, bado Wanachato wana imani kubwa kwamba Mheshimiwa Rais sasa, kwa sababu anataka kuona Watanzania kwa kila maeneo wanaishi vizuri, niombe Wizara ya Uchukuzi, sisi tuna uwanja wetu wa ndege pale Chato. Uwanja ule umekuwepo siku nyingi na ndege zilikuwa zinatua pale na ulikuwa unafanya kazi vizuri. Lakini kwa sasa tukiangalia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, tumeona ametuongezea ndege zingine amenunua. Leo Tanzania tunazungumza zaidi ya ndege 16 tunazo. Hapo mwanzo yawezekana
na ndege zilikuwa zimepungua za kutua katika uwanja wetu wa Chato. Katika kipindi hiki nimwombe sana Mheshimiwa Waziri katika sekta hii ahakikishe angalau uwanja wetu utumike, hata kama ndege ije pale mara 2 kwa mwaka, kwa mwezi, kwa wiki, angalau itakuwa imesaidia wananchi wa Chato. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimwombe Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, tunayo barabara kubwa ya kutoka Nyamilembe kupitia Ichwankima kwenda Kasenga mpaka Biaramulo. Barabara ile Mheshimiwa Mwenyekiti, ni barabara ya kimkakati ambayo inaweza ikawafanya wananchi wa ukanda ule wakajipatia maendeleo vizuri, kwa sababu inaunganisha na nchi jirani, ikiwemo nchi ya Kongo, ikiwemo nchi ya Burundi, ikiwemo nchi ya Rwanda pamoja na Uganda. Lakini pamoja na hivyo, Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka 4 aliweza kujenga bandari kubwa pale Nyamilembe. Alipeleka zaidi ya bilioni 6 ambazo zimewekwa pale, na ile bandari imeshakamilika kwa muda wa miaka 3 sasa, imeshakamilika lakini haifanyi kazi. Maana yake kufanya kazi kwake kunategemea ujenzi wa ile barabara, ili nchi jirani kutoka DRC, Kongo, Burundi pamoja na Rwanda waweze kuja kuchukua mizigo kwenye bandari ya Nyamilembe. Kwa hiyo mimi niombe sana Wizara ya Ujenzi pamoja na Uchukuzi, itakapofika wakati wa utekelezaji, niwaombe sana katika bunge hili, wakati tunaendelea na bunge hili, basi Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi tuende nao tufike Nyamilembe, tuione ile barabara, lakini tukaione na ile bandari iweze kuingia katika utaratibu wa kuweza kuendelea kufanya kazi, ili iweze kuleta maendeleo katika eneo la wilaya ya Chato. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa, muda wako umepita zaidi ya ule mara 2. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikushukuru sana kwa nafasi. Sasa nasema naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.